Leo tunazungumza kuhusiana na masuala ya wafanyabiashara kushindwa kuposti content zao dhidi ya biashara ama huduma wanazozifanya. Japo wengine ni swala la uoga, wengine wanakuwa hawajiamini kwa kuwa wanaweza kufanya hivyo, kushoot labda content kwa ajili ya huduma ama biashara wanaofanya ama bidhaa zao. Ni watoe tu hofu, kwa kuwa leo nataka niwape tofauti wa vitu viwili kuhusiana na masuala mazima ya content. Kuna kitu kinaitwa new content na kitu kingine ni content repurposes. Tunaposema new content ni maudhui ambayo ni mapya. Maudhui hayo mtu anaanza from scratch katika kutafuta engo sahihi ya kwa jinsi gani ama namna gani anaweza akatengeneza content yake na ikaleta mvuto dhidi ya watu wake wanaofuatilia huduma ama bidhaa zake anazoweza kuuza. Lakini tunapozungumzia content repurposes ni kitendo cha kuchukua maudhui ambayo alishawahi kutumika na wewe unafanya kwa staili nyingine ama kwa namna yako wewe. Hiyo ndio content repurposes. Kwa hiyo hizi zote mbili zinaweza kukusaidia wewe mfanyabiashara kuweza kutengeneza content nzuri, na content hizo zikaleta mashiko na pia ukapata watu wa kuweza kutembelea ama kufahamu zaidi na ukaweza kufanya biashara kwa wepesi zaidi. Mfano new content. New content inahitaji gharama. Gharama ya mawazo, gharama ya vifaa, kwa sababu lazima utengeneze wazo ambalo ni jipya linalohusiana na huduma ama bidhaa yako, ili uweze kulitoa likaleta tija, ukapata watu ama wafuatiliaji wakaweza kutembelea ama kujua wewe unafanya nini ama unadili na kitu gani. Lakini wepesi uliokuwepo katika content repurposes ni kuchukua content ambayo ilishawahi kutumika na kuifanya tu, kuibadilisha kidogo katika namna nyingine ambayo inaenda sambamba sawasawa na huduma ama biashara yako unaifanya. Kwa hiki ninachokuambia, basi wewe mfanyabiashara unaweza ukafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Either unatengeneza content zako mwenyewe au unazibuni katika mawazo yako kutokana na huduma yako ama bidhaa ulizokuwa nazo. Lakini nyepesi zaidi, unaweza kutumia hii content repurposes ambayo hii inakusaidia kufupisha muda na pia inakusaidia kuongeza kitu kidogo tu ambacho kitakuja kuleta mabadiliko dhidi ya content ya mwanzo iliyotokea, na hiyo na pia kaleta tija, kwa sababu utaongeza something new pale ambacho kitaleta uzuri ama mashiko dhidi ya huduma ama bidhaa yako. Kwa hiyo wewe mfanyabiashara, hakikisha unatoa uoga, hakikisha unajiamini, hakikisha unatumia njia hizo kuweza kutengeneza content kwa ajili ya biashara ama huduma unaitoa. Karibu sana na sisi ni Duka Huru. Karibu tuweze kukupa maelezo zaidi ama mafunzo zaidi jinsi gani unaweza kutumia content zikaleta tija katika huduma unaotoa ama biashara yako, na pia ukaweza ukatengeneza kipato pamoja na kubadilisha pia maisha yako vile vile. Sisi Duka Huru tunapatikana Mikocheni B. Ofisi zetu ndipo sehemu ambapo zilipo. Utakapoweza kufika katika ofisi zetu, tutakuja kukuhudumia masuala ya mazima yanayohusiana na masuala ya kibiashara kiundani, jinsi gani unaweza kufanya biashara, jinsi gani unaweza kutetea biashara yako. Karibu sana.